Ikiwa tumefika takriban wiki sasa tangu kuanze machafuko ama vita kati ya Israel ambayo iko pamoja na taifa la Marekani dhidi ya Iran kuhusu yale yote ambayo yanaendelea kutoa utawala kandamizi nchini Iran, ambavyo baadhi ya mataifa makubwa yanadai kwamba ule ni utawala kandamizi. Na sisi Bongo Story Hub tumekuwa tukikuletea update kadha wa kadha, lakini katika update hizo leo tumeamua sasa, mara baada ya kutazama na kufahamu kile ambacho kinaendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kwamba ni vita ambayo inayopigwa kiteknolojia, vita ya anga, vita ya baharini ama vita ya majini, vita ambayo inatumia vifaa vyenye gharama kubwa sana. Lakini bila yana Bongo Story Hub tumekuletea wataalamu ambao wanatajwa sana kuwa ni moja ya mataifa ambayo ni mabingwa wa hizi kazi ama wataalamu wa vita vya ardhini, ambapo pamekuwa na mataifa kadha wa kadha yakitajwa katika historia za vitabu, lakini pia katika platform za mitandao ya kijamii. Ila mataifa haya mawili yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara, kwamba yakitajwa kwamba yameshafanya ama yameshashiriki katika vita tofauti na wamefanikiwa, ikiwemo Wakurdi pamoja na taifa la Vietnam. Sasa acha nikufahamisha hawa Wakurdi ni kina nani, wanatokea ukanda gani, na wao kwa nini huwa wanafanikiwa pindi wanaposhiriki katika vita tofauti hususan za ardhini. Sasa hebu wafahamu Wakurdi ni kina nani. Wakurdi ni moja ya makabila makubwa duniani yasiyo na taifa lao kamili. Yani hawa jamaa hawana taifa lao, yani hawana taifa. Yani leo hii tukisema Wangoni ama Wazaramo utawakuta jijini Dar es Salaam katika taifa la Tanzania, lakini hawa Wakurdi hawana taifa maalum. Wanaishi katika eneo linaloitwa Kurdistan, ambalo linagawanyika ndani ya nchi kadhaa kama Uturuki, Iraq, Syria pamoja na Iran. Idadi yao inakadiriwa kuwa ni zaidi ya watu milioni 30 hadi 40. Historia ya Wakurdi imejaa migogoro na mapambano ya kutafuta uhuru ama kujitawala wenyewe. Baada ya vita ya kwanza ya dunia, kulikuwa na mpango wa kuwapatia Wakurdi taifa lao, lakini mpango huu haukutekelezwa kikamilifu, hali iliyosababisha Wakurdi kuendelea kuishi ndani ya nchi mbalimbali bila kuwa na dola yao. Kutokana na hali hiyo, Wakurdi wamekuwa na makundi ya wapiganaji wenye uzoefu mkubwa wa vita za ardhini, hasa katika maeneo ya milima. Moja ya vikosi maarufu ni Peshmerga, ambalo jina lake linamaanisha wale wanaokabiliana na kifo. Kikosi hiki kimekuwa muhimu sana katika kulinda maeneo ya Wakurdi nchini Iraq. Katika miaka ya hivi karibuni, Wakurdi walipata umaarufu mkubwa duniani wakati walipokuwa mstari wa mbele kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State nchini Iraq na Syria. Wapiganaji wa Kikurdi waliweza kushirikiana na muungano wa kimataifa kuikabili ISIS katika maeneo mengi, wakitumia mbinu za kivita za milimani na mapigano ya karibu. Vikosi vingine vinavyojulikana ni People Protection Unit YPG pamoja na kikosi cha wanawake kinachoitwa Women's Protection Unit YPJ, ambacho kilivutia dunia kwa kuwa na wanawake wengi waliopigana mstari wa mbele vitani. Kwa ujumla tu, Wakurdi wanaheshimiwa kwa ustadi wao wa mapigano ya milimani na mbinu za gorilla ama gorilla style, kwani wamepitia vita na migogoro kwa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hawa wanadaiwa kwamba wamesogea karibu na mpaka wa Iran ili waweze kuungana dhidi ya Israel na Marekani kuisambaratisha taifa la Iran, inadaiwa. Lakini jana kutoka katika House
house state ama state house ya taifa lao kutoka kwa first lady ameelezea kwamba hawajasogea katika mipaka ya Iran na hawana nia ya kupigana dhidi ya Iran kwa sababu walioahidiwa mengi walioahidiwa hayakutekelezwa. Hivyo katika jambo hili hawapo tayari kushiriki. Hao ni Wakurdi, wataalamu wa vita vya ardhini. Sasa hebu tutazame taifa la pili ambalo limekuwa likitajwa sana, ni Vietnam na historia yake kwa ujumla. Taifa la Vietnam ni moja mataifa yanayoheshimiwa sana duniani kwa utaalamu wa vita za ardhini, hasa katika mazingira magumu kama misituni na milimani. Katika karne ya 20, Vietnam ilikuwa chini ya ukoloni wa Ufaransa kwa muda mrefu sana. Hata hivyo, walipigania uhuru, waliendesha vita dhidi ya utawala wao, waliposhinda katika First Indochina War na hatimaye kuiondoa Ufaransa mwaka 1954. Baada ya hapo, Vietnam iligawanyika katika sehemu mbili, Vietnam kaskazini na kusini. Mgawanyiko huo ulisababisha vita kubwa inayojulikana kama Vietnam War, ambapo Vietnam kaskazini washirika wake walipambana dhidi ya Vietnam kusini pamoja na majeshi ya United States, yani majeshi ya Marekani. Katika vita hiyo, wanajeshi wa Vietnam walitumia mbinu za guerrilla, mapigano ya kuvizia na matumizi ya misitu kama kinga dhidi ya majeshi yenye teknolojia kubwa. Pia walitengeneza handaki za chini ya ardhi zilizowawezesha kusogea na kushambulia adui bila kudunguliwa. Licha ya Marekani kuwa na teknolojia ya hali ya juu, wanajeshi wa Vietnam waliweza kuhimili vita kwa muda mrefu hadi hatimaye mwaka 1975 Vietnam iliunganishwa na ushindi wa Vietnam kaskazini. Kutokana na historia hiyo, jeshi la Vietnam, yani Vietnam People Army, linaheshimiwa kwa uwezo wake wa kupigana katika mazingira magumu na kutumia mbinu za kimkakati dhidi ya majeshi yenye nguvu. Sasa kupitia mitandao ya kijamii na historia kadha wa kadha ambazo ziliandikwa kuhusu wataalamu wa jeshi la ardhini, zinasema kuwa taifa la Marekani ni taifa ambalo linaongoza kwa kuwa na utaalamu wa jeshi la ardhini. Sasa hizi ni historia tu ambazo zinaandika, ambazo binadamu yote anaweza kaziandika, zimemweka Marekani kuwa ndo taifa la kwanza duniani kwa kuwa na ubora wa matumizi ya jeshi la ardhini. Imeeleza kutokana na nini? Sasa wameeleza sababu kwamba ina teknolojia ya kisasa, silaha nyingi za kisasa, mizinga kama M1A2 Abrams na vikosi maalum kama Special Force Green Berets. Pia ina uzoefu mkubwa wa operation za ardhini katika nchi mbalimbali. Sasa hawaja be specific kwamba wameshinda nchi gani kipindi wameenda kupigana katika vita vya ardhini. Russia ni moja ya mataifa ambayo yanatajwa kuwa ni taifa la pili kwa ubora wa chini ya ardhi. Ina jeshi kubwa la nchi kavu na historia ndefu ya vita za ardhini. Inajulikana kama kwa matumizi makubwa mizinga ya kivita, tanks kama T9 na vikosi maalum vinavyoitwa Spetsnaz. Taifa la tatu ni taifa la China. Ina wanajeshi wengi zaidi duniani kwa idadi ya wanajeshi. Jeshi lao linaitwa People Liberation Army, PLA. Inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kivita za ardhini kwa teknolojia mpya, magari ya kivita na mafunzo ya kisasa. Hayo tu ni baadhi ya mataifa ambayo yanatajwa katika vitabu ama katika historia kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia taifa la Israeli linatajwa kwamba ni taifa ambalo ni bobezi katika masuala ya vita za ardhini kwa kutumia mbinu za kivita. Jeshi lake Israel Defensive Force lina uzoefu mkubwa wa mapigano kutokana na migogoro ya mara kwa mara katika Mashariki ya Kati. Uturuki inashika namba 5 au nafasi ya 5 kutajwa kwamba ni moja ya majeshi ambayo yanafanya vizuri katika
vita za ardhini. Jeshi la Uturuki lina vikosi imara vya ardhini na uzoefu wa operesheni nyingi katika maeneo ya milima na mipaka ya Mashariki ya Kati. Vikosi vyake vya commandos vinaheshimiwa sana kwa mafunzo magumu. Kwa ujumla tu kuhusiana na historia hii ya haya mataifa yanayotajwa kuongoza ni kuwa mataifa kama Marekani, Urusi, China, Israeli na Uturuki yanatajwa sana kuwa na utaalamu mkubwa wa vita za ardhini kutokana na teknolojia, uzoefu wa vita na mafunzo ya kijeshi. Hiyo ni chache tu kwa ujumla, lakini kwa uhalisia, achana na kwa ujumla inayotajwa, kwa uhalisia ni kwamba taifa la Vietnam pamoja na kabila la Wakurdi yanatajwa kuwa ndio watu wanaoongoza kwa vita vya ardhini kulingana na historia ambazo zipo kati ya machafuko na mapigano na vita walizowahi kushiriki, zote waliweza kushinda, japokuwa taifa la Wakurdi waliahidiwa kila aina ya ahadi, lakini imeshindwa kutekelezwa ama wameshindwa kutekelezwa, hususan ahadi ya kupewa taifa lao au ahadi ya kutengenezewa serikali yao na wenyewe wawe na taifa lao, ambapo zaidi ya watu milioni 30 mpaka milioni 20 mpaka 30 wanaishi katika mataifa manne kwa upande, yani wanaishi Iraq, Turkish, Iran pamoja na Syria. Hayo ni mataifa mawili, taifa moja na kabila moja sio mataifa moja, taifa moja na kabila moja yanayoongoza kwa vita vya ardhini. Sasa endapo yatakayokuwa yanaendelea kati ya vita ya USA na Marekani dhidi ya Iran, wakahitaji kushiriki vita vya ardhini, basi hawa wataalamu ndio wataalamu wa hizi kazi. Huenda kama ikitokea wakawatumia Wakurdi kama inavyodaiwa kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa, basi watu hawa huenda wakaisambaratisha Irani, na kama wakiisambaratisha Irani huenda wakaifuta Irani ikatoka katika wakatoa utawala wa Irani jinsi vile Marekani anatamani iwe. Hii ni Bongo Story Hub. Jina langu ni Stefan.